nataka tuelewe maisha ni vitu 7 ambavyo vinaashiria kama wewe ama kanisa ama jambo lolote is alive or dead. 7 signs that you are either spiritually dead, either a church is dead, either it is living or it is dead. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us look at 7 signs of a spiritually dead Christian, a spiritually dead believer, a spiritually dead church, a spiritually dead family, a spiritually dead business. Bwana Yesu asifiwe sana. These are things that happen in our lives. Vitu ambavyo vinafanyika katika maisha yetu. Na hizi vitu ambazo zinafanyika kwenye maisha yetu ndio chanzo kubwa ya sisi kutokuendelea. Ndio chanzo kubwa ya sisi kutofaulu katika misingi mbalimbali. Ni kwa nini kazi zetu zimeanguka? Ni kwa nini kanisa imekuwa haina nguvu? Ni kwa nini wewe mwenyewe kama Mkristo hauna nguvu ya Ukristo? Hauna uwezo mzuri wa kufanya mambo. Unaomba ama uko kanisani kila siku, kila wakati uko ndani ya kanisa, lakini maisha yako yanaendelea kudidimia. Yaani watu wanakuonanga kila siku kanisani, wanakuonanga wewe muombezi, wewe kanisani mpiga makelele mengi sana. Wewe kanisani wewe ndio unaruka sana, but what are you inside you? Ni nini hiki kinazuia maendeleo yako yapatikane? Ni nini hiki kinazuilia Mungu ambaye unamsema unamjua aonekane kwako? Because when you are a Christian you should be leading, because the Bible says I'm the head. You will be the head, not the tail. Meaning when you are the head and not the tail, it means you are walking in the presence of God. You are walking in the promises of God. You are walking in the supernatural. But when you find that, yes, you pretend or you teach people you are walking in the supernatural, you are the head, you are not the tail, but you have nothing to prove. Hauna jambo lolote la kuonyeshana kama wewe you are what you are trying to say you are. Kama kuna umaskini, kuombaomba, kukopakopa, kufanya vitu ambavyo unafanya, maisha yako hayana uhusiano hata kidogo na Ukristiano na usema. Because we say God is God, our Father is the owner of silver and gold, but there is no silver in you. There is no gold in you. There is nothing that can be equated with your Christianity. There is nothing that can be associated with the walk that you claim to be walking with God. Because you cannot walk with God and then experience poverty. You cannot walk with God and then experience shortages, limitations, stagnations. Because light cannot be able to walk with darkness. Bwana Yesu asifiwe sana. Light cannot be mixed with darkness. We are always when you are in the light, it must be light. When you are in the darkness, it must be darkness. You cannot mix two. They cannot work together. The Bible says, not unless 2 or 3 walk together, then the will of God is not in them. Kama hamtembei kwa pamoja, kwa moyo mmoja, then it means you, if it's a church, is not one, it's not a church. If it's a family, it's not a family. If it's a business, it's not a business. If it's a team, it's not a team. Because a team, that is why football teams, volleyball teams, they go practice together. Why? So that they can come together and they become one. In a time of team building, you become one. When a team like a praise and worship team, they don't walk, they don't live together, they don't go out together, they don't go do team building, they will not be able to succeed. If prayer warriors, they are not together, they don't go move together, those are not prayer warriors. If the church like this one, we are not moving together as a team, then this is not a church. It is another thing. So it must be an important thing for you to understand. What is this that makes a church, a family, a business, a job, be classified as dead spiritually? We are going to look at 7 signs
for you to know that either you are dead spiritually, either you have a challenge in your life, either you have something that is affecting you. And number one, it is when you discover that you are prayerless. You are prayerless. Hauna maombi. Ari yako ya kuomba ilikufa. Ile motivation yako ya kuomba. You are no longer praying. You find unajaribu hata kuomba hata 2 words zinapotea, 3 words zinapotea. You are completely not able to pray, not able to do. In the book of Luke chapter 18 verse 1, the Bible speaks about the ardent prayerfulness. Yani kuwa na ile ari, kuwa na motivation, kuwa na nguvu ya kuomba ndio kuweza kufanya kazi. Kama ukapata church kanisa hii kama hii, we don't have a team that is praying. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umejikuta katika nafasi ya kuwa umeshindwa kuomba, unasema moyo wangu wa kuomba haupo tena, najaribu kuomba maombi hayapenyi. Saying there was in certain city a judge who did not fear God nor regard man. In that city there was a widow who kept coming to him and saying, grant me justice against my opponent. For a while he refused, but later he said to himself, though I have no fear of God and no respect for anyone, yet because this widow keeps bothering me, I will grant her justice so that she may not wear me out by continually coming. Stop there. So the worry of this man was not the justice to deliver. The worry of this man was not what he thought was right, but the worry of this man was in the last line, so that she may not wear me out by continually coming. When you continually pray, when you persist in prayers, you continually wear out the powers of the devil. Every time you persist, you push for the prayer, you push for the will of God through prayers. Throughout your praying, then it means you continually destroy the structures of the devil in your life. Meaning, whosoever that is an enemy, because this man say, grant me the will to win against my opponent. So she persisted pushing for the grant. She continued and alisukuma kabisa, akawa na msukumo kila wakati anakuja, mpaka wakati huyu ambaye alikuwa ndio yeye muamuzi akatoa maamuzi, kwa sababu aliona huyu mtu atanisumbua sana. Kwa hivyo once we continue to pray and do the will of God, it means you continuously destroy the structures of the devil in your life. So if you discover your life is no longer in the mood of prayers, in the mood of worship, in the mood of being in the presence of God, there is something seriously against you. Kuna challenge. Kanisa hii tukakosa maombi, tukakosa vitengo mbalimbali vinaomba. Si ati tunaita tuko na wanaitwa intercessors. No. Tunafaa kuwa na vitengo mbalimbali vinaomba. Praise and worship inaomba, pastors wanaomba, wainjilisti wanaomba, watu wa praise and worship wanaomba, media team inaomba, every department, ushers wanaomba. There is a continued pressure on prayer. It means what? There is continued fire. Kuna moto. Na katika huu moto tukiakisha moto huu unawaka mpaka kwako. Unawaka mpaka sehemu ambayo unafanyia kazi. Unawaka kwenye ndoa yako. Unawaka kila mahali, maana you are red hot. In whatever you do, you are red hot. And that's why Muslims are better than Christians. Because Christians, they have a dedicated prayer session 5 times a day. Every day of their life, they have to go to the mosque 5 times a day to worship, to pray.
To make sure you have continuously. But when you pray once in the morning and pray in the evening, the devil is not worried about you. He knows tunaomba kesho asubuhi, tena jioni. Chuma kinakuanga moto wakati wote, kinakuwa jekundu wakati the pressure, the fire is on it throughout. This metal will always be red hot, meaning you cannot be able to touch. But if you light moto asubuhi tena unawacha wakisha jioni, in the middle kutoka saa 1 mpaka saa 1 jioni, chuma kile kitakuwa moto, kwa hivyo kitachezewa. So for the church like this one to win battles, and you know this church has battles. You know we have real battles because we are not an ordinary church. We are an altar. And that is why I normally tell you, every day tukue na worship team hapa, every day tukue na intercessors hapa, every day tukue na watu. Yani interchange. Sisemi ati mukae hapa muache kwenda kazi. Sitaki kuona mtu hapa amekaa bila kazi. If you are don't have a job to do, don't come and pray here. Usikuje kuomba hapa. Sababu sasa wewe ni mchawi. Sasa ndio naombanga, anakuja kuambia pastor niombee pesa ikuje. Ikuje kutoka wapi? Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako. We have to activate kila kitu Mungu alisema. Alisema miguu ifanye nini? Ifanye nini? Miguu ni ya kumiliki. Mahali alikwambia Joshua, mahali utakanyagisha miguu yako utamiliki. Na akashikaza nitabariki kazi. Kwa hivyo kama hauna kazi, mikono yako haitabarikiwa. Chochote ambacho unakuja nikupatie shilingi 10, shilingi 100 kwa sababu ya urafiki, hauna baraka. You got no blessing. Whatever I give to you, there's no blessing. That is why sometimes ninakunyima hata ukikuja kuwa na shida, nitakunyima tu. Why? Because I am not activating the blessings of God in you. Ninakuharibu, ninakuvunja. I am killing you. But even if you do some work, ufanye kazi, ukuje niambie nipatie shilingi 500, nitakupatia because kuna kitu umefanya na mikono. Na hiyo ndio nasema Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. So even if ni kwa uchache, ni kwa udogo, go do something. So I will not entertain anybody here. Akae hapa ati ni kuomba, usiku ni kuomba, mchana ni kuomba, wewe ni mchawi. If I find you here, I will treat you like a witch. Go work so that God can bless you. If I deny you the chance of the blessings of your hand, then I have killed you, I have killed your family, I have killed your future. And I don't deserve to be a spiritual father. I don't deserve. I'm supposed to mentor you to become strong. Fanya kazi hata kama ni ya kuuza jugu karanga. Fanya kazi hata kama ni ya kuosha nguo. Fanya kazi hata kama ni ya whatever that God grants you to do, do it. Because God said, I will make a way where there is no way. And the way will only be made after you started a walk. When you are sleeping, God cannot make a way. He will make a bed, not a way. Lakini ukianza kutembea, God will make a way. God will only come if you have started it. God will, if can biashara, God anataka andika kioneki yakuna na demonene. Andika, ukiandika now, start the move, engineer, answer from where you going to start. Then God will bless you as you walk. God will create a way for you as you walk. He will not create a way for you when you are in your bed. He will not create a way for you ukiwa kwa sitting room na remote. Ati una watch movie unangojea Mungu atengeneze barabara. Mungu only will be activated if you have activated yourself. So if it is business you want to do, start a business. Hata kama ni ya kuuza handkerchief, hata kama ni ya kuuza tupantito watoto, nenda ansa. Hata kama uko na 500, ansa na 500. Bwana Yesu asifiwe sana. That is activating your prayers. Hiyo umeanza nayo, you have activated your prayers. Because your prayer, God give me, Baba nisaidie, nipatie kazi. Bwana asifiwe sana. Kama ulisema mwambie Mungu nipatie kazi, then ukimwambia hivyo, ingia kwa kazi, anzisha kakitu. Hako kakitu kadogo.
Mungu atakabariki. Wakati tulifika wakati tukaona we need to have a church, tulikutana mahali panaitwa Jimuriza. Previously tulikuwa tunafanya crusades. Previously tulikuwa tunafanya seminars. We were not in a church, but it reached a time that we need to have a church. We went to Buruburu. We hired a hall for one day. A place, a hall unaitwa Jimuriza. Tulipofika pale tukaomba, tukamwambia Mungu, now we need a church. So we started. God looked at it na akaona our heart. We were ready for that. Then what happened? He shifted us to a bigger hall. Pale panaitwa Jericho. Account government hall. Then we went there. We used to go on Saturdays. We were going back to their churches on Sunday. But on Saturday we will converge. We were not many, we were few. We didn't have even instruments. We didn't have anything. We used to hire. But everything we hired. We didn't have anything. But there is one thing we showed God. We are ready for a church. Immediately after some few months, we were shifted from Jericho. We were shifted to City Stadium. At the City Stadium when we hired, listen to me here, when we hired a hall. Previously at Jericho we didn't have seats. Previously at Jericho we didn't have instruments. We were hiring because we were on a temporal position. We were not permanent. We were temporarily existing. We had not indicated to God we are now supposed to be permanent. Until God is indicated to, you indicate to God, this is now what I want. If it is marriage, you get now in the move of the marriage, then you tell God, this is what. Then God will perfect. There is no one who is perfect. No one who is perfect. No one is 100%. God will come in to perfect. That man that you see is weak. Yeah. Sio mzuri. Huyo mwanamke hajui kuoga, hajui kuosha vikombe, hajui kutandika kitanda vizuri. Just mchukue tu kama Mungu amekuonyesha ni huyo, mtembee na yeye. Katika kutembea ataenda kibadilika. God comes to perfect. God comes, nobody will find. Hautapata mtu ambaye, more especially tumeanza safari sasa na Charity hapa. Tumeanza, there is nothing that will be perfect. In any case, ni 10%. Both of you. Wengine ni 1%. Then from there, God will increase you as you pray. God will go changing, transforming from the singleness into the marriage. It will take even 5 years, 10 years. You can't just find a man na tuanze sasa kwa kitu tuanze kutembea na wewe na umekuwa maisha yako tumekutana na you are 40 years. Miaka 40 umekuwa single na mimi miaka yangu 50 nimekuwa single. Alafu within 1 week tukue kitu kimoja. Tutangangana. Miaka 5, 6, 7, 10 tutangangana. Bwana mpaka ukuta tunatembea mpaka sura zianze sasa kufanana, watu wakasema adani mahiana na mono. Siku na wakati tunaona baba na mama wameanza kufanana, ni kukaa kukokana. Shortcomings ni nyingi, maana sijakubali. Kuna kagunyo kale kago ka usigo kanakuja kanalipuka. Kagunyo kako ka usigo kanalipuka kanakuja na unakuwa nini, unaanza kufeel like ni diramenyerete korio. Dirameta korio yani roka dashika na kwa sherehe ile wako. Neke. Mimi nitakuuliza hivyo. Kwa nini unaniuliza? Sijazoea. Kwa sababu akili yangu haijaingia kuulizwa maswali. Sasa baada ya miaka 3, 4, 5 nitaanza sasa kurekebisha, naanza kuja hayo ugo nejora hiyo. Because nikifika nyumbani nitaanza kufeel nakosea huyo mama. Naingia saa 8 usiku, 7 usiku, nitaanza kufeel huyo mama ninamkosea. Baada the maturity imekuwa. Na hii maturity kukua, it is grown by prayer. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vimenishika kutoka za kwetu nyumbani, bado zinanishika, zinanivuruta, zinataka nirudi. Nimekata hizo kamba, lakini bado wananirushia makamba. Kwa hivyo nitadrift. I will be drifting at some point. I will be drifting. So you need also to understand. Na wewe pia kuna makamba za kwenu zinakuvuta. Lazima zinakuvuta. So we will be drifting. Tunangangana, maana maisha ni mapambano. Lazima upambane. Lazima ungangane. Na kungangana through prayers. And the day you discover unaweza kuvunja kile mlikuwa mmeanzisha kaenda vizuri, ama unaona bado haujatosheleka, ni kwa sababu yes, maybe you are praying, but your prayer, it is spiritually witchcraft.
Hello. The, the, the prayer fire is not in you. And this is intentionally created in you. When they discover again this church in our ombezi, watu wanaomba, demons will be sent here to make sure people start fighting. To make sure prayers are not persistent. Because prayers causes things to happen. Prayers sends the fire of a ministry, the fire of a family, the fire of a business, the fire of a team. If you don't have prayers, mukikosa kuomba, mukose ya kuomba kusimama vizuri na maombi, mukose moto wa maombi, hiyo kitu yote mnafanya inakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inakujaga kwa mtu mmoja, kama ni intercessor unakuta ni mtu mmoja, kesho inaingia kwa mtu mwingine, kesho kuto inaingia, inaendeka polepole, hainanga pio, polepole, wanaua mzee, wanaua mama, wanaua huyo mwingine, wanaua huyo mwingine. By the end of it all, you find the whole thing is dead. And now once they attack those who are praying, they attack the main church, the entire church. And the entire church, when it has no spirit of prayer, it means the attack of anything they are doing is imminent. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta kunakuwa na vitu vingi, watu wanakuwa na mahasira, watu wanakuwa hawana respect, watu wanakuwa hawana amani. Unakuta mtu anaweza kukuandikia message yoyote ile ya kutusi, na ni Mkristo, ni ndugu, mnaenda kanisa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unakuta your spiritual father is not respected at all. Why? Because unakuwa the familiar spirits zinaanza kuingia. Unakuta you can write a message to him, kumutusi, kumwambia anything, because mumetoshana viwango. Not knowing that whatever this man, whatever, yes, ako na weakness, ni mwanaume kama wale wengine, ni mwanamke kama wale wengine, but kuna kakitu ako nacho kanaweza kukuharibu maisha yako. Because kwa nini haya maneno yametokea? Kwa sababu walichangia, wakatengeneza avenues za kuhakikisha maombi yamekufa. So the main attack in a church is to kill the prayer. The main attack in a church, it is when you discover the church is not praying. Do we qualify from that? This church tuko hapa, nani amesikia kwenye maombi yake iko chini? Unaona kweli maombi yako iko chini, inua mkono yako juu. Venye ulikuwa ukiomba zamani is not how you are praying. Lift up your hand properly, inua tu mzuri, ndio tuelewe. Unajua why nobody ask you people to lift up your hand? It's because we gauge, tunaelewa ni wapi hatujaingia vizuri. Kuna watu hapa wako hapa hawaombagi hata kidogo, wanaombaga tukikuja kanisa, pastor apostle akiomba. Kuna watu wako hapa praise and worship hapa, hii mnaonaga hapa ikiiba vizuri, hata kuomba ni ngumu, hata maneno matatu ni ngumu, ni kulala puru asubuhi anaamuka anakimbia ninaenda praise and worship, because there is no commitment. Alimalizwa. Kuna watu hapa ni asha, wamekuwa hapa tu anakaanga tu, kama ukimkuta nakuta ni kama hii mti iko hapa, hana maombi, na ni asha mwenye anakuja kushikilia mtu ambaye ametolewa mapepo, anaenda kuanguka. Hiyo mapepo lote likitoka linaingia kwako. Kama kuna mtu anafaa kuwa prayerful, ni asha na praise and worship team. Kama kuna mtu anafaa kuwa prayerful, ni pastors mwenye anakuja kuongoza hapa. Lazima ukuwe very prayerful. Mimi kuna wakati nimengangana miezi miwili najaribu kuomba neno mbili, haikuji. Baka nikafunga, kuvuga yenyewe, ninafunga jana, ninaandika kwa karatasi, ninaandika kujikumbusha asubuhi nikiamuka leo si kesho ninafunga. Ninaandika hapo ndio nikiamuka niweka karibu na kitanda, ndio nikiamuka hivi nisikunywe maji, because there is a struggle, there is a fight. Kuna fight ya kunizuia nisiombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku mnaweka alarm, wakati alarm inalia mpaka inanyamaza. Ikinyamaza asubuhi ndio nakumbuka nilikuwa nimeweka alarm. Sikuomba usiku yote. Hadi wakati nilijiuliza, what could be happening in me? What could be happening in my life? Nikafanya search, nikaanza nikajua mahali niliangukia ni wapi. Pale. Sasa nikaanza retrieve back, kungangana. You must be able to understand maho ya maji yekohorera ni nini, at what point hii kitu ili fail. At what point ulianza kufeel you are not doing what is supposed, you are not praying. Wakati nilifanya hivyo, nika understand, nikangangana, ndio nikajua niliacha kuendaga mlimani Gong, because I used to go every Monday
nilikuwa naendaga. Sasa kuna wakati ilifika wageni wakaanza kukuja Made. Hawa Wakolino Made ndio wananipigia simu, nitoka kwaku. Mzingine wazee, na unajua unaheshimu wazee. Wanakwambia Made ndio tutapata nafasi, tutakuja. Wanakuja. Saa hii Made hii ingine wamama wakani tutakuja. Made hii ingine kumbe ilikuwa target ya kuniondoa kwa mlima. Nani aliniondoa? Ni watu wa shetani huko nje? Hapana, my own people ndio waliniondoa. By the time I come to realize, nikajikuta 5 weeks sijakanyaga mlima. Wakati nilikibia on a Tuesday, sasa nikaona Made, nikakaunt nyuma, nikaona Made ile ingine, no. Tuesday nilirauka huko saa 12. Nikakuta nyasi kwa ile mahali naobeaga nyasi. Na kule kwingine hakuna nyasi. Lakini mahali naobeaga nyasi imefikaje? Kufika huko Mungu akaniambia, angalia sasa nyumba yangu imekuwa na uchafu. Nikaambiwa nitoe dhabihu. Kutoka siku hiyo wale wageni wa Made wamepotea. Sioni hata mmoja mtu anakuja Made. Mpaka mimi nawauliza, "Nemoko kwa Made?" Acha dena commitment. Kwetu niliambia Mungu, nifukuzie hao ambao wamekuja kuniondoa kwenye. Because a process when ulianzisha, kama ulianzisha ministry from a particular process, you must maintain it. Because from then, hata kabla tuanze huko, nilikuwa naendaga Made kwa mlima kuambia Mungu, ni bado ninakugojea. Nikaanzisha kwa huo msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo I have to maintain hiyo kitu in that msingi. Kama ukipata mtu, kwa mfano upate boyfriend akue bwana, na uliopa paka huyu mtu akukuje, maintain maombi ya kuombeaga huyo mtu. Kwa sababu kile kilileta huyo mtu kilidrivewa na nini? Na maombi. Kwa hivyo vita zote ambazo zitatokea kwa hiyo ndoa yako ni kupitia process ya maombi. Na utauliwa katika maombi ndio wapate njia. Maana hiyo ndio mogeko ile imefunga barabara. So they will fight you until you stop praying ndio wapate kuingia. Na wakiingia, wataingia na wakae nyuma ya mlango, na wengine wakae nyuma ya rogitona huko nyuma, na wengine wakae kwa dirisha, ndio ukifunga mlango wako already kwa nyumba. Number 2, void of power. When you find the church has void of power, yani the move of the Spirit of God is not existing, then you know we have a problem in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. You have a problem in the family. If there is no power, ile void kwa ndoa yako, you don't feel the presence of God. In your business, you don't feel the presence of God. Where you work, you don't feel the presence of God. There is something that is not right. Bwana Yesu asifiwe sana. Need to be looked at. In the book of Acts, chapter number 1, verse number 8. Acts chapter 1, verse number 8. The void of power is when whatever you are doing, tunaenda crusade, lakini tukienda crusade, the crusade does not have a spiritual impact. Tuko na worship team, na ukiangalia worship team wanaimba out of experience, not out of the Spirit of God. There is void. Kuna kitu. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You see? And you will be my witness in Jerusalem, in the Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So there must be Holy Spirit. Kama ni worship team, Holy Spirit. Kama ni intercessor, Holy Spirit. Kama ni usher, Holy Spirit. Kama ni mchungaji, Holy Spirit. Kama nimeanza kuhubiri hapa, nianza kuhubiri na experience ile niko nayo, then kuna kitu wrong na mimi. The power of God, there is void. Kuna vacuum. Kuna kitu ambacho hakiendelei. Kama ni asha, unakuta asha, mtu anaingia hapa na kuuliza maswali, unamjibu ni kama haukukula ugali jana, because there is void of what? Kama worship team lazima ukuje upushiwe, you must be pushed to do something, then there is void of the power of God. There is something that is not working. That is when you discover spiritually you are dead. Number 3, where there is no deliverance. Matthew 8:16. Where there is no deliverance, that you come to this church with all demons. I preach, and you go home with the same demons. It means there is no God in this church. Because there is no way God can live with the demons. There is no way God can be walking na mademons ziko hapa na Mungu bado na Sunday tunakuja mahubiri ni ile ya kawaida ya nani? Za tenzi za rohoni. Ni tenzi za rohoni tunaiba na mumekaa tu chini
na tunaiba mumekaa nini chini, kumaanisha hakuna roho ya Mungu. There is no spirit of God. That evening they brought to him many who were possessed with demons, and he cast them out, the spirit with a word, and cured all who were sick. So when the spirit of God is here, the sick will be healed. The demon will be cast. And by what? By the spirit with a word. The word of God must be empowered spiritually. The word of God must be strong spiritually. That whatever I am speaking now is causing you to get out of what you are in. The demons, I don't need to come and touch you. But the power and the fire that I have causes all the demons to run. Bwana Yesu asifiwe sana. Zikifika pale zinakwambia korone huko, sisi hatuingii hapa. Kwa nini? Because there is power. There is Holy Spirit here. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is no way I can preach and then leave you undelivered. My preaching is supposed to deliver you. My word that I'm speaking to you, because it is not from me, it is from God, must be able to deliver you. Whatever you do, kama nimepatana na mwanaume, you have a man, you have a woman, that is your husband. If indeed inside you there is fire, you need to deliver that man. By prayers, not by preaching to him, not by even telling him anything. You just deliver him. You are the presence of God, the power that you have, anything that you have. Kama ni biashara mmefungua, ukiingia kwa hiyo biashara unakuta ilikuanga na laws ukiingia. Things must change. Bwana Yesu sana. Things must change because of you, because you are red hot. Ukichuma kimoto kikiwekwa hapa kikubwa, kimoto kichomo hapa kiwekwe, lazima mtasikia joto. So everything around here itachomeka, ambayo ni ya kuchomeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni praise and worship team, ikiwa iko na fire, wakishika tu microphone, unafaa kuona watu wameanza kuwigini, wameanza rina baba rina sheketerere bororosere, kwa sababu the Holy Spirit will come automatically. Lakini ukiona wanaiba na watu wamekauka, ni kukodoa tu, wamekodoa macho kodokodo, yani kanisa imekauka, is completely dry, is because they are not walking the Spirit of God. They are doing their own things. You have to worship. You have to make the presence of God ikuje hapa. Bwana Yesu, ukishika microphone hivi, unaanza kuona kule ameanza roho huyu amekamatwa, huyu amekamatwa, huyu amekamatwa, huyu amekamatwa, because already the Spirit amekuja. And when the Spirit of God comes, haiwezi kukaa na demons, lazima demons ianze kutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utakuta watu demons are being arrested. Lakini unakuta nini? Unakuta tuko hapa, huyu ako na gedito yake, huyu ako na gedito yake, huyu ako na gedito yake, na tuko hapa na tuna worship. Na worship yetu haina power ya kudetect vidito, zinakaa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. When you want, you know you have the power of God, it is when mtu ukishika microphone hivi unasikia kuna move fulani imechange. When anything that you are doing, if it is not attracting the presence of God, haileti ile nguvu na ari ya Mungu, ya kwamba mchawi atakosa amani. Tukianza kuworship, wachawi wanafaa waanze kuhangaika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafaa waanze nini? Kuhangaika hapa. Wanafaa waanze kuteseka, maana the power, the presence is too much. Ukiingia kwa biashara, mmeanza biashara na mtu, kama huyo mtu ni wa biashara, ni wa kuleta vidito, unakuta there is the presence of God. Vidito zake hata zina anasawa na anawekelea kwa mesa. Unakuja unamuuliza ni nini? I forgot. Sorry. Because there is power. The presence of God is immense. So there must be deliverance in whatever that you are doing. In number 4, you will know there is spiritually you are dead when there is no impartation in whatever you are doing. If there is no impartation, whatever kind of teaching, whatever kind of the presence you are working. Maybe you are a doctor, maybe you are a businessman, maybe you are in department of hospitality, and they discover that your presence does not bring impartation. Unakuta watu walikuwa wanalala na bado
ukiwa hapo bado wanalala, na mkiendelea bado sasa wakaongezeka wakalala, it means your presence did not bring any impartation. You here in this church you came, na nilikuhubiria because you did not come because there was a church here. You came because you had a message, because there are many churches here, because the message you had from me brought you. Kwa hivyo ni mimi nilifanya ukuje hapa. Ask yourself, since you came here, how many people have come because of you? That is how you know whether you're spiritually dead. The part of your impartation, is it alive or dead? How many people have come since you came because of you? All of you here, I can guess. All of you here, mmekuja kwa sababu yangu, si ndio? Is that true? You watched me in a video, you watched me on television, you overheard me because I spoke a word that touched you, and you felt like, I want to go and see this man of God. When you came here, you felt the presence of God and you decided to sit here. Ama sivyo? So you used to come to the Kora. I'm talking to you. You used to come to ile doka na Kora. Ukameikia huko kaikira haria. But you came. This woman was going to another church because she had a Kora. She was a pastor somewhere. But when she came, she found the presence of God. She found peace. She found that, let me sit down here because what I've been looking, it is here. Sindio? Now ask yourself, Koki, since you came here, how many people have come to this church because of you? If there is none that has ever come because of you, then you're spiritually dead in that line of impartation. You got no capacity to impart. You got no capacity to bring a change. Because you are supposed, when you come here, umekuta tumeweka viti za blue, umekuta venye tumezipanga, you are supposed to bring a change. Your coming is supposed to bring something new. Your coming is supposed to change how we think, how we walk. So when you don't have an impartation, that's why I was putting this challenge to you. Before you start speaking, tell me, umeleta watu wagapi hapa? Ni watu wagapi wamekuja kwa sababu yako? Ile mafundisho yote nimekufundisha. You have never even one day convinced anybody to come here. So that's the number 5. You know that you are spiritual dead when there is no word from God. No, when there is no word from God, there's a church like this one, only what I teach is motivational talks. What I'm here is give you motivational talks, stories, but not the word of God. The word of God that is structured in the foundation of God, structured in the will of God, structured in the perfect word, Spirit of God. If I come here just to give you motivational songs, I'm not different from Lumumba. I'm not different from Raila Odinga. I'm not different from James Orengo. I'm not different from William Ruto. I am not a man of God, because whatever I'm releasing to you ni vile vitabu nimesoma mingi na story mingi na nimesikia kwa watu, hiyo story mingi ndio ninawaambia. So I am not imparting you with the actual word of God, with the actual Spirit of God, that I am able to change you. No, I'm not able to change you, because whatever I am speaking to you is not of God, but is of me. When I preach a word of God to you that is not from God, I am lying to the Spirit and I'm lying to you. I need to give you the actual word of God inspired by God himself. So whatever I speak, it will stick, because it is not from me, it is from God. Whatever I say, it will come to pass, because it is not from me, it is from God. So when you have no word from God, then you are not communicating. Hauna mahusiano yote na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati hauna mahusiano ya dhati, ni kumaanisha any word that you release to any people ni mahusiano yako na wewe mwenyewe, experience. You don't move with experience. We move in the word of God. Whatever that we do here must be godly. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when you are doing anything in a godly way, you might make a mistake, but God himself will vindicate you.
God himself will fight for you because he knows you didn't have an intention of fighting. You didn't have an intention of doing what you are doing. You didn't have an intention of this. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why when you commit yourself to the work of God, you commit yourself to do the will of God, you commit yourself and work entirely, God will for sure one day come and stand with you. Bwana Yesu asifiwe sana. We have walked in this wave ngumu sana, wave kali sana, wave ya kutoka mahali tulianza, tukienda tunahubiria watu wanafurahi, alafu na wakuta wako kwenye vikundi pale, wengine kikundi pale, wengine kikundi pale, wanasema leo modo ni mbona natale muhono kweli, ni ndona tena umugike mwike. Na sasa ndio walishika microphone ukasikia, mumesikia this man of God, kama there is a testimony that God has done for this nation, is this man. When I hear him preach the word of God, I really feel the greatness of God. Lakini wakimaliza wamekusifu, unawakuta pale kwa kakudi pale wanaulizana, Koki wewe ndio unajua huyu mtu ameokoka vizuri kweli? So those are the challenges that you will encounter when you are moving. Nobody is right. Nobody will not encounter a challenge. The challenges you encounter, they shape, they make you that figure that God wants you to be. Because when you walk in the comfortability of yourself, of the earthly thing, you lose the atmosphere that guides you towards the dimensions that God wants you to be. But when you are fought, Jesus was fought throughout. Until today, Jesus is being fought. People died because of Jesus Christ. Akina Stephen na wale wengine, they were killed because of Jesus Christ. But the word of Jesus Christ continued to be spread, to be preached. So any negative information about you should not disqualify your mentality from continued supporting the word of God and doing the will of God. So you should not be worried about what they're saying about you. What should worry you? How is your relationship with God? That is the most important thing. Do not worry about them because they are a part of what you are doing. Whoever that is attacking you is part of what you are doing. Because if they don't attack you, it means you are in one bedroom with the devil. If the devil is not fighting you, then who is supposed to fight you? Are you against him? If you are not destroying his kingdom, are you really against him? You're part and parcel of the devil. When the devil is fighting you, it's because they are afraid of what you're doing against their kingdom. They are fighting because of the kingdom. They are fighting you because of the impartation that you have made against them. That is why they have sent people here. Wanakuja wanakaa hapa kwa sababu ya kukuattack. Kuna watu watakuja hapa wazungumuze maneno yako kukuattack. Kwa sababu siku nyingine hapa juzi tu mliona nikaongea mambo ya wadugu wetu wa upande hii. Hawa wanafugaga mashini hapa inakuja nalipuka. Nikaongelea tu nikasema hapa kuna kitu haiendi mzuri. Hapa kuna kitu haiendi mzuri. Si waliongea. Nikaambiwa hata nikatusiwa sana kwa mtandao. Nikaambiwa mimi ni nini? Mimi bado sijaokoka, mimi ni nini? Sasa 1 month later, wao wenyewe wakasema kama ni sisi tungemaliza 5,000. I was vindicated. Sini Mungu aliniondolea mama. Because I saw this. That was their plan. I had seen it. So just say it. Venye Mungu amekwambia, just say it. Wacha story mingi. Just say as God has told you. Kukemelea, wacha kuendeka vidogo ati kwa sababu unataka watu wafurahi, waweke madoido ndio watu wasikie ni kama maneno imekuwa mzuri. Hapana, say as you've been told by God. When you are speaking the word of God, you don't fear. When you are speaking the word of God, you are not afraid of them. When you are speaking the word of God, just walk upright, tembea. That's why you see, I have never had a bodyguard. I walk in the town, watu wananiuliza, huogopi nini? Huogopi? Inikiuletigera. I am not, sijakosea mtu, sijatukana mtu, sijaiba pesa ya mtu, sijaua mtu. So why do I need a bodyguard? I don't need. We do things because of our acts. Tunakuwa na mabodyguard because of our acts. Matendo yetu si mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are in a church like this one and you feel entertained but not revived. If you come to church like this one
And whatever you find in this church is entertainment. Hey, hiyo praise and worship team si inaiba. Kuliko kushoka godi. Go. Yani, they will come not because of the entertainment, the revival, but because of the entertainment. Ati wao vijana walikuwa wakidazi mpaka nikasikia, wow, this is the church where I will be coming. Not because of the Spirit of God that is here, but because of what? The entertainment. The moment you turn yourself to be an entertainer, you want to be seen. Watu wapendeze, yani wewe umefua mtu wa sarakasi, unafanya vitu because you want to attract the attention of people. You attract the attention of people. Why? Because you are an entertainer. You are not revived. In your heart, you are not carrying the revival. In your heart, you are not carrying the Spirit of God. In your heart, you are not carrying the power of God. In your heart, you are not carrying the fire of God. So the moment you want to be seen, the moment you want to dress nicely, unavaa maguo alafu unakuja unapita mbele za watu, ukitegesa ukidigisa kiuno kinatingisika kama kile kia Aisha Jumwa. Unajua, you are in the wrong place. Don't do things because you want to be seen. Do things because you are doing the will of God. So when you are doing the will of God, you don't mind what they say about you. You don't mind where they position you. You don't mind what you are. Just do the will of God. God will perfect you. God will lift you up because he has seen you got no any other intention. When you put an intention, a personal intention, it means you withdraw God and then you put yourself there. Then God, once he's withdrawn, nothing is happening. Unakuta watu are struggling in life. Watu are struggling in ministry. People are struggling everything that we endeavor to do because we withdraw. Tuliondoa Mungu tukaweka sisi. Tuliondoa Mungu tukaweka masomo ya University of Nairobi. Tuliondoa Mungu tukaweka masomo ya experience. Ati hii kanisa inaendeshagwa hivi, kanisa inapangwa hivi, kanisa inakuaga hivi. Sisi tulisikia kutoka kwa Mungu. Na ile Mungu tunasikia kutoka kwake, that is what we do. We don't do what others had because they had it then. Waliisikia 1948 na ni wakati huo ilihitajika. Sasa unakuja kuniambia wakati wa Gen Z ndio utaweka mambo ya 1948. Tutapigwa na hawa vijana. Watatunyorosa. Wanakuuliza Susa baba daddy, ni maneno gani hii unatuletea sasa? Analog. Anakuambia tuko digital. So you don't do the experience. You do the word of God. You do how are you being communicated by God. You don't do to entertain. You do to revive. The teachings you are teaching here must be an instrument to revive you. An instrument to revive the church. An instrument to revive this nation. An instrument to revive anything. Whether it's culture, whether it's politics, whether it's finances, everything must be revived by what you believe in. So that it can. So the kingdom of heaven comes here, not the religion of heaven. He never taught the religion. He taught the kingdom of heaven. Kile kinachofanyika kule binguni, kwenye ufalme wa binguni, kiteremke kifanyike hapa. Hakuambia yale maombi yanafanyika kule binguni. The religion that is in heaven, no. He taught of the kingdom. Our Father being king. So whatever that we are supposed to do is do as per the kingdom. And that was the teaching of Jesus Christ. Wherever he went, he proclaimed the kingdom. Whatever he did, he proclaimed the kingdom. Whatever he said, it was about the kingdom, but not a religion. A religion ndio nasikia kanitha kawaro ige. Is it in the Bible? Kanitha kanganga. Is it in the Bible? Is Catholic in the Bible? Then that is what we call now religion. But when we speak God, we don't speak God through religion. We speak God through what? The kingdom. Because God is a king. And the kingdom says that he will give, in the book of Isaiah 45, that I'll give you treasures. So treasures, kingdom, religion does not have treasures. But the kingdom has. God is the owner of silver and gold. Silver and gold is not related to religion. It's related to what? The kingdom. The God is the owner of the earth and the heavens. Ownership of the earth and the heavens, it does not belong to religion, but belongs to a king. And this king is God. So whatever we need to do must align itself
to the kingdom of heaven, Odhamaki. That is what Mudhamaki. We align anything that we do to the kingdom of heaven, not to the religion. If you align it to the religion, then you will be restricted to align yourself to Apostle Waroige. Then Apostle Waroige will start misbehaving. And because you are small king here, you will be able to follow. That's why there are people who follow doctrines of personalities. That people will go to Shakahola and do the prayers there and they commit suicide because our master has said so. Our religion is saying so. That the end of the world has come, so tuende tuuze vitu zetu zote ndio tunini, na unamwachia nani? Unauzia nani? Kwani huyo mwingine unampatia hautaki akaingia kwenye ufalme wa mbinguni na wewe ni Mkristo? Kila mtu anafaa kwenda mbinguni. Kwa hivyo unamuuzia kwa nini? Unapeleka pesa wapi? Hello, where are you taking the money? Umeuza noedi akakalika lako. Where are you taking the money? Because you are taking it to the religion. But when you belong to the kingdom, everything on earth belongs to you. Even that life you're speaking about, it belongs to you. Even the kingdom, hiyo nasema dunia inaenda kuisha, it belongs to you. Kwa hivyo kama itaisha, haitaisha kwako, itaisha kwa watu wote. Why sell? Unauza kwa nini? Unapeleka pesa wapi? Walisikia Mungu anaitisha pesa? Ama kuna treasury? Ama central bank ya biguni inataka pesa? No. Because religion comes to brainwash, but the kingdom comes to empower. That is where you have people who have been brainwashed. Churches are brainwashers. Churches, we pastors, we apostles, what we have been doing is to brainwash you. To make you become our slaves. To make you become our idols. To make you become, and then I become my king, a king upon myself, that you come to worship me. That is wrong. That is not heavenly. And that's where we lose the intention of God. So when you discover a church like this one, instead of you looking for God, you are looking for me. And that's why I've normally been fighting this. I don't want to see people in my office. I don't want to meet people, not unless you are discussing matter to administration, administratively, that we need to have a room, discuss issue to administrate. But issue matters God. This is the best office. Come here and it's the best position for you to meet me. It is here because now I am in the office of apostolic. Whatever I am speaking to, I'm doing an impartation. So admire me when I'm here. Admire to meet me when I'm here. Because when I'm here, there is a particular presence. When I get out of here, nikienda kule kwa ofisi, nitaenda nipumzike, maybe I will switch off from what I was here. So I will not be able properly to give you a better deal than here. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupandishwa pole mpaka wakati utasimama uko na ushahidi na uko na ushuhuda wa watu watasimama watasema indeed huyu ako na Mungu. Thank you.